Welcome to my YouTube channel. This is Clarence Ozoko. Now, my today's topic nataka kuongelea jamaa na hii kampani yake ya Super Metro. So, mimi huambia kwa jamaa hivi. Kabla hujaandika mtu kazi, kwanza angalia ni nani huyu unamwandika kazi. Because some of the people mnawapatia kazi huko nje, hao ndio watakuja kuangusha your company. For example, hata vile mimi niko na duka hapa. Siwezi kutoka tu huko nje ati just mtu alikuwa tu customer na ananiambia uniandike kazi, tanikubali kumwandika kazi. Unajua kwa nini? Because there is a reason why mtu anataka kuandikana kazi kwa mtu anamjua. Because of anything inaweza happen, kwa mfano kama wizi, kumtrace inaweza kuwa rahisi, ama kimesap kudeal later kwa rahisi. For example, angalia kama wa jamaa wa Super Metro. This is after nimeona ile post ya NTSA wakisema wanataka kuchukua license that Super Metro wana perform bila wanafanya shughuli yao bila license. So my question is, imagine, even see a question is just opinion. Imagine Super Metro ina undergo all this pain. Super Metro inapata hizi scandals zote. Super Metro sasa ina face backlash and they are facing or having initwangaje setbacks in their business just because of 30 shillings, just because kuna mtu mahali alikosa kutumia common sense na akakosa kutumia akili yake just for 2 minutes or some few seconds. Sai ameland other people into problems. So the whole company is facing a lot of troubles just because of one individual mwenye alimess. Imagine, huyu ni mtu hata ajui ulianza shughuli yako lini. Huyu ni mtu ajui hata hii company iko na miaka ngapi. Huyu probably ni mtu hata ana hata miaka 3 kwa company yako. Lakini amekuja make mess. Mess ina kuaffect wewe zaidi kuliko vile ina affect yeye. Probably maybe huyo jamaa alishikwa. Sijui juziona news yake, maybe alishikwa, maybe yako mafichoni. Lakini mwenye hiyo kampuni ya Super Metro, yeye anafeel uchungu sasa hiyo impact. The impact ana feel uchungu vile, yani kitu na muaffect vibaya sana because ima affect biashara yake vibaya sana. Ukiangalia hata vile issue NTSA wanasema that hata passengers msiende mpandeo basi. Imagine, kumaanisha you are not only having a problem with the government, but the government is transferring their pain to the passengers. That was it. Ni noma my friend. So kuanga kini sana mtu nandia waka kazi yako. Wa jamaa hawajuangi umbali umetoka, hawajui what it takes ama ulifanya nini ndio fika hapo pale umefika. So hawase kurudisha nyumbani 2 minutes umerudi home. Be very careful. Sai Super Metro, they are in a good position to understand what I'm saying. And I know we have many companies, we have many people wenye wameshafungua kazi na mfanyikazi akuharibia jina. I know. We should be very careful by the way. Imagine, kwa Super Metro tuko na gari ngapi? Tuko na gari ngapi? Kumaanisha wanaitwa ngaje mechanics. Wanaenda ku lose job pia hao. Haya. Super Metro peke yake ina donda wangapi? Super Metro peke yake iko na madereva wangapi? Hao watu wote wanaenda kusafa. Sometimes my bros tukwenge na kitendo ya humanity. Usikwenge mtu uko na anger issues. Asira wa hasara. Angalia kitu donda alifanya, angalia sasa pale amefikisha Super Metro. These all people are going to suffer just because of one person, of which is not good. Not good at all. Anyway, thank you for watching and wacha tupatane kwa next video.